baada ya wazazi wake kufa. Lakini kukawa na mfalme Asuero ambaye alikuwa ameoa tayari. Na kama ilivyo desturi ya ufalme, kuna vitu ambavyo wafalme wana tabia zao na desturi zao na maisha yao. Wale ambao wanajua kule nchi za Marekani, nchi ambazo zinamilikiwa na ufalme, king or queen, they behave differently or they behave contrary to the government, to the countries that normally elect presidents. Because in kingship there is no democracy. Hallelujah. But in our country, in every government where they produce a president through voting, there is a democracy, there is a constitution. But where there is a king, there is no constitution, there is law. Hallelujah. So in Kenya, there are laws, but they can be amended through the parliament because they were generated through men, through wananchi. But laws were made by kings. So according to the kingdom, Vashti, bibi ya mfalme Ahasuero, wakati ameandaa karamu, akasema sasa ni wakati wa kumuonesha mke wangu. Mke wake akawa tayari amejamu. Alikuwa mtu mwenye mang'aa. Lakini ninashuku kwa ile sherehe kuna kitu ambacho hakikumfurahisha. Maana mfalme alituma waiters ama servants wa king wakaenda kumuita yule Vashti. Walipomuita akakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokataa mfalme akakasirika na wakamuuliza, inawezekanaje kuita mke wako mbele yetu sote? Hivyo mawaifu wote wa mfalme wataiga tabia zake. Kwa hivyo sheria inasema ya kwamba aondolewe na tukuchagulie mke mwingine. Hallelujah. So he called the congregation of virgins, wakaitwa. Na Biblia inasema ya kwamba wakatrainiwa for 1 year. Miezi 6 ya kupangwa na miezi 6 ya kupakwa manukato mazuri ili upendeze mbele za mfalme. Kuna huyu jamaa anaitwa Agai ambaye ndiye alikuwa anawapamba. Watu wa mapambo wanaitwa aje? Watu wa manicure, pedicure, facial. Hallelujah. Huyo jamaa alikuwa expert na akawa kwa ukaribu na huyu binti, akamtengeneza. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ilipofika wa Esther kupitishwa mbele za mfalme, Esther akapendezwa na kila mtu. Hallelujah. Yeyote aliyemuona kando na mfalme akapendezwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe. I want you to see the key reason behind Esther's beauty. Alisikia, maandiko yanasema kwamba alifuata masharti ya mapambo mpambi wake. Alifuata kila alichopewa, alivaa kila vazi aliyopewa. Alifanya vile aliambiwa, hakupitisha hata moja. Kwa hivyo the first qualification was obedience, to be a king's wife. She obeyed. So that was the qualification, because she obeyed mpambi wake, decorator wake. Aliqualified through that, kwa sababu the first wife was not obedient. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa chetu cha leo ni kingdom seed. Kingdom seed au mbegu ya kiufalme. Hallelujah. What is seed? We all know that seed is something that is planted to generate the harvest. A seed is something that is preserved and planted for the harvest. So, first you must know the type of the seed that you want. You must know the type of seed that you are. You must know the purpose of the seed that you want to plant. If today you are a seed of the kingdom of God, if you are a seed in your generation, you must understand what type of seed that you are, really you are. That the kind of purpose that you are preserved for. Hallelujah. Uliza mtu, wewe ni mbegu ya aina gani na umewekwa maalum kwa kazi gani? Kazi maalum. Kila mbegu iko na kazi maalum ambayo Mungu ameitengea, ambayo imetengenezwa kwa ajili yake, na kuna wakati wake wa kupanda.
kuna zingine zinakuwa preserved mahali ambapo hakuna unyevunyevu, kuna zingine zinaweza stahimili kukaa katika fridge kulingana na kazi yake. Hallelujah. Esther was a queen by seed. Wewe unaelewa? Esther was a queen by seed. Esther was a queen by birth, not by selection. Hallelujah. There are people that are seed by birth, but they don't understand because their current situation is not communicating their promised future. Hallelujah. When you look at yourself, you begin to question yourself because umekuwa yatima, kwa sababu vitu vinazokuzunguka hazikai kule mahali unaenda, hazikai kule unafikiria unafaa kuwa. Mahali ambapo upo ukiangalia na pale unawaza unafaa kuwa, unaona no, this is different situation and I don't know what can lead to my destiny. I have come to tell you, you are a special seed, and if you are a special seed, you are not by mistake. You are a seed by birth, not by selection. You are a seed by not choice of men. You are a seed by the appointed time of God. It doesn't care your current situation. I have come to tell you, the seed of the kingdom of God does not escape. Mbegu ya ufalme haiozi. Hata kama wazazi wameondoka, hata kama kazi hakuna, hata kama elimu hauna, hata kama mafuta ni kama yako, hata kama umesikia ni manabii wanaotoboa, I have come to tell you, if you are really a seed of the kingdom, you will find yourself in the kingdom. This is the channel that God uses to mentor everyone. We cannot fit all in the one incubator. Others will fall down and they will germinate because God knows the cause. God knows and understands the cause and the path of everyone. We cannot fit all in the same channel. God will use his channels to make you reach there. It is not later. Even the years are going. Even the time is not on your side. God is on your side. Even time is not on your side. Grace will carry you. Grace is faster than years. Grace is faster than time. Grace is faster than anything faster. Hey, when God chooses to lead you to the right direction, you will find yourself where you are supposed to be. Hallelujah. Kuna watu hujiangalia na wanasema I cannot make it. Akiangalia nimetoka kwa watu wote ni masikini. Mimi ndio nalea baba yangu. Mimi ndio nalea wazazi. Nasomesha ndugu zangu. Mimi ndio kila kitu kwetu. Nitawezaje? Na walioweza wamezaliwa katika uwezo. Kuna Mungu ambaye ni muweza, ambaye anabeba na kuwezesha wasioweza. Na ikiwa wewe ni mbegu ya Mungu, uwe yatima, uwe kiwete, uwe unaona, uwe usikii, mahali ambapo umekanyanga, nataka uelewe kuna preservation ya Mungu. Kile unapitia labda ni preservation. Mbegu haikai kiolela inafichwa. Nasema mbegu inafichwa isionekane. Esther amefichwa na uyatima. Esther amekuwa haonekani, lakini kuna kitu kimoja unique about Esther ambacho kilimqualify kuingia, about the virginity. Your virginity is unseen because it is the secret of the heart. Hey, tell me someone who has the secret of heart. I tell someone who is virgin. I tell someone who is coming to sprout like a tree, to germinate like a tree in the time of the tree planted on the river bench. Hallelujah. A seed must be preserved. A seed must be preserved. Ukiona watu wanakula, usiingie na kuchemsha mbegu zako. Ambia mtu usikule mbegu, ukiona watu wanapika. Maybe they are eating their last seed. Usiona wanasherekea, labda hiyo ni kitoweo ya mbegu yao ya mwisho. Hallelujah. Peer pressure isikubebe. Tunatawala kwa zamu.
tunapenya kwa zamu. Nimesema unatawala kwa zamu na unapenya kwa zamu. We are not all twinsters. Sisi sio mapasha wa mafanikio. Siku yako itafika. Siku na mbegu ambayo inapandwa na kuna nyingine inavunwa. Siku yako bado haijakaribia. Kuwa patient. Usikule ubikira wako kabla ya muda. Usikule ubikira wako kabla ya muda. Preserve it for the queenship. Preserve it for what? Now patience is the key. Patience is the key. Kuvumilia ni jawabu la kila kitu. Hallelujah. Kuna msichana mmoja juzi aliniambia anafanya na mambo ya beauty. Ameimport mzigo mkubwa sana na pesa yote ambayo alikuwa nayo baada ya kufungua duka. Na akaniambia kwamba ameambiwa ile meli ilikuwa imebeba vitu vibaya na imeshikwa. Haijulikani itatoka baada ya muda gani, inaweza kuwa mwezi, miaka au ikakosa kuachiliwa. Akaniambia sasa nimeamua ni shift nitoke kwa ile duka niko niende kwa duka nyingine ndogo ambayo naweza stahimili na kale ka stock kamebaki. Hallelujah. But I told her, you should aspire to go to the bigger store if you are born of faith. Hallelujah. Kama uko na imani na uko na Mungu, don't believe in going downwards. Don't believe. Watu wa imani wametengenezwa kama merikebu. Merikebu sio ya kuzama, ni ya kuelea. Kama sio story, si ya kukueleza, sio ya kukufanya ukae juu, sio ya kukufanya unawiri, wachana nayo. It is not part of the seed of the kingdom. Understand the ways to preserve your seed, because it is not just a seed, but it is a kingdom seed that germinates purposely for a certain assignment. You were saved for a reason. You were called for a reason. But the reason sometimes is hidden. Wangapi wana ushawishi hata kama ni 2% kwa kwamba mimi ni kama nimeitwa. Usiseme umeitwa, ni kama. Oh, am I in the wrong church? Naitwa hata kama ni mzimu bwana. Ndio Kristo ananipendea vitu vibaya siku zote. Hallelujah. Esther, I want you to see something. Esther ameenda ufalme kinyume cha desturi. Esther alipoingia sasa akateuliwa na mfalme akasema yes, huyo ndiye. Hakuangalia background. Nataka uone kitu. Mungu anapokuchagua kuwa mbegu yake, angalia historia. Yeye anatengeneza historia. Hallelujah. Angalia ulikotoka, anatengeneza unakoenda. And I knew I am in the wrong church. Hallelujah. Mungu angalia unakotoka, anatengeneza unakoenda. Anasikizi historia, anatengeneza historia. Hallelujah. Uko kwa kutengenezewa historia sasa. Ndio maana watu wanapoitwa katika huduma, pia kuna watu wameitwa katika biashara. Wito ni mwingi sana. Kuna watu wameitwa katika material wealth, purposely to help the ministry. Hallelujah. Awaongee na lugha, awatabiri, lakini ministry haitaanguka wakiwa pale. Hawana sifa nzuri, hawapendezi machoni pa kila mtu, lakini hautaanguka wakiwa pale. Wametumwa na Mungu kukushikilia wakati wa hitaji lako. Najua uone
kazi ya mtu kuandaa. Mara mingi wale watoto ulelewa na watu sio baba zao na watu sio mama zao, huwa wanateseka. Na wanateseka asilimia kubwa psychologically, kwa sababu wanaamini huyu sio baba yangu, na chochote ananifanyia ni kwa sababu si baba yangu, hata siku ya kurekebishwa kwa haki. Haleluya. Kwa hivyo ninaamini Esther pia alikuwa na changamoto na Mordekai. Usifikiri alilelewa vizuri tu akafurahi. Alichapwa na akaambiwa na majirani zake, huyo si babako, ndo maana yake amekupiga. Haleluya. Lakini huyo mtu nia yake, hata yeye hakujua huyo analea ni nani. Watu wanaokuzunguka huenda wasijue wewe ni nani, huenda wasikuoneshe ishara ya unachokibeba. Mahali ulipo huenda pasikufeva kukuonesha wewe ni nani. Actually itakuwa opposite. Vitu vingine vitatokea mpaka utajishuku kabisa na kujiamulia mambo fulani. Usisubiri shangwe na vigelegele kwa watu wanaokuzunguka kuhusu kile utafanyika. Sijui kama umenisikia. Kwa mtu yeyote duniani, usisubiri akusifu akufurahikie kwa kile unataka kukua kesho. Na ukisubiri, hiyo ni anguko la kwanza. Unakokwenda unakujua wewe. Unachotaka kuwa unakijua wewe. Faida yake kubwa 100% ni kwako wewe. It is about you. I have come to train Christians to understand the kingdom assignment, salvation, and a Christian life. It is about you 100%. Whichever benefit you have, it is because of you. Take it by yourself. Ichukue mikononi sasa. Because when you don't, it will get out of hands. Hallelujah. Amen. So, seed must be planted in a good soil. Mbegu lazima ipandwe katika mchanga mzuri. Na mchanga mzuri ulikuwa wapi kwa Esther? Esther alikuwa mbegu. Na ikapandwa mahali pazuri mikononi mwa Mordekai. That's why you are here today. Because God understands the kind of the soil that is here. That is where you are employed, where you are, because God knows the reason. Ukiwa katika kusudi la Mungu, hakuna mahali utakuwa kibahati mbaya. Hadi kwa bahati mbaya ikajipata, hata kama umeajiriwa na mhindi na anakushawishi sana mwangudu ng'ombe, ndio uko pale kwa kusudi. Soma chochote kiko pale. Jifunze. Mahali ambapo uko leo, wewe ni mwanafunzi. Salimia mwanafunzi jirani yako, mwambie wewe ni mwanafunzi. Life inakuteach. Maisha yanakusomesha bila huruma, hata ile shule. Yaani maisha ni mwalimu asiye na compromise. Anakusomesha ukiwa unasikiza na ukiwa usikivu. Maisha ni mwalimu anakuarausha kabla hujaambiwa urauke. Mpaka una develop alarm. Kuna watu kila mtu 5 anaamka bila alarm. Na this is the 70th year. Ama 30th year. Mpaka ameandika kwa system saa 11 pa. Hiyo inaitwa life lessons. Kufikia hapo maisha yanakusomesha nini? Ama bado unaelewa mitihani vizuri? Mungu akusaidie uelewe mitihani ya maisha. Kile ninachotaka ujue, au teseki huko kwa kusudi la Mungu. You are a kingdom seed. Hallelujah. Watu wanaokufundisha, watu ambao wanafanya usome, wapende. Anza kupenda hayo mazingira, ujue ni kwa sababu fulani maalumu ya Mungu. Kuna siku niliuliza Mungu, nitahama mpaka lini?
sio ninakokaa, sio kazini, yani do I have anything permanent? Mungu aliniambia na bado. Aliniambia in fact hata hujaanza. Hiyo ni kuniambia hakuna kitu niko nayo ambayo ni yangu kwa sasa. Sina permanent thing. Hallelujah. Shida yako nataka kusettle jangwani. Shida tunataka kusettle kuwa comfortable mahali pa mateso, mahali ambapo tunatengenezewa. Ambia mtu hakuna makao gereji. Ambia mtu hakuna makao gereji bana. Tuko kwa gereji za Mungu. Gereji wakati wowote kunaweza fanyika kazi. Mpaka tufike, tuundwe, tutengenezeke kuwa kile ambacho Mungu anataka tuwe. Hallelujah. You should be nurtured purposely. Chochote ambacho Esther alikipitia ilikuwa kumtengeneza kuwa mke wa mfalme. I want you to see something. Maandiko inasema hapo mbele alipochaguliwa kulifanyika watu katika gate wakawa wanamchukia Mordekai. Wakataka kumuua mfalme. Mordekai akajua na akaenda akaambia mfalme. So ajua ili happen nini? Mordekai alikuwa haruhusiwi kwenda kumuona mfalme. Esther alikuwa haruhusiwi kwenda kumuona mfalme. Sasa Mordekai amejua hii story, ameambia Esther. Na Esther ameenda kuambia mfalme, nimeambiwa na mtu mmoja anaitwa Mordekai kuwa watu wanataka kuua mfalme. Akasema, uko wapi huyo mtu anaitwa Mordekai? So Mordekai was connected to the king by Esther. Muone vile destiny inafanya kazi. Hallelujah. Amen. Na through Esther, Mordekai akapata access ya kuingia katika mfalme, katika palace. Alipoingia sasa wale watu wakanyongwa. Amani akasema ya kwamba this guy, uone sasa Mordekai ndo amesababisha hili na ametibua jama ya ufisadi kwa serikali, lakini amekuwa promoted ni baba. Kama umeelewa? Jensi ndo wakuandamana lakini wakupromotiwa 001. Ilianza wakati wa Mordekai. So amefichua kifo cha mfalme badala promotiwe. Amani akaambiwa nao kaa wewe ndio mkubwa. Akapatiwa mabwana yote ya mfalme na uongozi. Naye Mungu ni nani? Hallelujah. Baada ya muda mfupi tu Esther akasikia ya kwamba Mordekai watu wameamua kusema ya kwamba Wayahudi wote walio katika mahali hapa wote wahamishwe na wauawe. Na Esther akafikiria yuko safe. Amani akamwambia Mordekai akamwambia hata wewe hautasazwa. Kwa hivyo tufanye nini? Katika siku 3 tuombe, na siku ya 4 nitaingia katika mfalme mahali pake, nikipata kibali ni sawa, nikifa ni sawa. So mara nyingine lazima uombe risk. Hallelujah. Amen. When it is your time, you can risk. When it is your time, you can risk. That is the only time you are allowed to risk. Shida yetu tuna risk before the time. Ambia mtu usiriski kabla ya muda kitakoramba. Haijafikia mahali pa kufa usiriski. Esther ameangalia akaona tutamalizwa na cheo yangu inataka kwenda. Nimekuja nikwambia hata Mungu akikupandisha cheo gani, shetani bado anakimaliza. Shetani anataka kukimaliza hata kifuatilia. It is upon you to risk and raise above those challenges. So Esther ameona, I will pray to God who brought me here. Then I will face the king. Hallelujah. Ambia mtu pray and face the king. Pray and face the king. Na ujue unapokwenda ni marufuku kwa mtu kwenda kwa mfalme. Mfalme alikuwa anakuonea kule, anainua ile fimbo yake. Akiinua huyo hapa salama hata sazwa.
Mfalme akichelewa tu kidogo kuinua fimbo, kichwa inaenda. Alipoona Esta anakuja, akainua ile fimbo yake na akasema, hakika utakacho hata kama ni nusu ya ufalme wangu Esta, I am ready to give you. Ni ufalme gani wewe atakubali kupeana nusu ya ufalme? Wajua hiyo ni handshake ya nusu kwa nusu mkate. Yaani ako ready kufanya handshake. Ambia mtu favor. Yaani mfalme ako ready kufanya handshake, lakini msichana ako very deliberate. Anasema ya kwamba I know what I want. It is not half of your kingdom. I know my needs. I know what I want. Tutapata wapi msichana ambaye anasema I know what I want? Niko hapa lakini I know what I want. I am in marriage but I know what I want. I am in ministry but I know what I want. I am in ETG but I know what I want. Kitambo vijana walikuwa wanaokoka lakini kumbe si kuokoka, they know what they want. Baada ya miezi michache ya uchumba wanapata what they wanted. Na baada ya kuoa they go where they wanted. Hallelujah. Do you know what you want? That's a big question. Do you know what you want? Do you know your purpose? Leo ukiitwa na mfalme akwambie niambie mimi rais wa Kenya, ungetaka nikufanyie kitu gani saa hii? Kuna watu watatoka hapo wamekula biriani. Na hiyo ndio ile walikuwa wanataka. Na by the way hawakuwa wanajua kama wanaitaka. Na kuna watu historia yao itabadilika. Watu ni wawili. Hallelujah. Do you know what you want? Mara ya pili. Do you know what you want? Je, unajua kile unahitaji kwa haya maisha? Ikiwa hii neema itashuka kwako leo, John, Mungu akwambie, now Mr. John, I am here. Tell me what you want. Wajua hiyo ndio kitu kikubwa kinazuia Mungu asikubariki leo. Hatuna haja maalum kwa Mungu. Kenya tuko nacho ni kutata kwingi na kushtaki shetani kwingi ambao watu hawakushua kama ni yeye. Hallelujah. Patience is the key. Kuvumilia kwa kila hali. Kutovumilia hakutakulipa, kutakuingiza katika mashaka. Nionyeshe mtu anavumilia, ni kuonesha mtu ana qualify. Kijana mmoja alikuwa anataka kuoa. Alipoenda kwa baba yake akamwambia, babangu nataka kuoa. Akamwambia, ndio mwanangu, naona umri umesonga. Bila kwa nini unataka kuoa? Akamweleza shida nyingi sana. Akamwambia, naomba ufanye kitu kimoja. Say sorry. Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, naomba useme pole. Je, nimefanya nini? Akamwambia, naomba mara ya mwisho useme pole. Akamwambia, bado mimi sijakosa. Akamwambia, hujaqualify kuoa bado. Mpaka siku utajua kusema pole ukiwa hujakosewa. Ukiwa umekosewa unasema pole, ukiwa umekosewa unasema pole, na ukikosewa unasema pole. Katiba ya huko iko hivyo. Si ile ukikosewa ndio unaomba, wewe ukosewe na useme pole. Akaambiwa, wewe bado sana. Naona hiyo kiburi uko nayo haikeshi. Ndio kuna kiburi haikeshaji. Yako inaweza kesha. Hallelujah. Purpose of existence. Ni kwa sababu gani uko pale? So Esther alichukua assignment yake serious na akaamua ya kwamba lazima niokoe watu wangu, kula ila nife ama nisife lazima niokoe Mordekai.
kunileta hapa na tuangamie na yeye, nitaokoa yeye na watu wetu. Kwa hivyo purpose ya Esther kuolewa hata si kuwa mke wa mfalme, ilikuwa ni kuokoa Wayahudi. Haleluya. Unaweza fikiri kile umeitiwa ndicho kule sicho. Wajua kwa Biblia kuna watu waliitwa kwa huduma ya mwezi mmoja. Haleluya. Kuna watu waliitwa kwa huduma ya siku chache sana, na ukifanya kazi yako imeisha, then you die, ama Mungu anakuchukua. Ukiona Mungu anachukua mtu mhubiri wa Mungu amemaliza kazi yake. Kwa hivyo ni vizuri. Kuna mtu alikuwa anajenga, alifanya kazi kubwa sana kwa Biblia. Tunamjua. Alipofika wakati wa kufa, akalilia Mungu, akageukia ukuta. Hata leo tunapeananga hiyo mfano hapa. Geukia ukuta, umwambie Bwana kama Yeremia, kama Hezekia, mwambie Bwana nimefika siku. Haleluya. Siku ambazo na miaka ambayo Hezekia aliongezewa na Mungu, hakuna kitu alifanya. Aliharibu kazi yote alikuwa amejenga mwanzoni yote. Yaani aliishi maisha total to zero. Haleluya. Mara mingi unapoona Mungu anataka kukukatanisha na vitu au watu ambao uliwategemea, kubali. Mungu ana kusudi lake. Labda assignment yake imekwisha mahali pale, na ukikatalia unajinyima kusonga mbele. Kwa hivyo mahali ambapo uko leo, uko pale kwa kusudi la Mungu. Na kusudi wenda ukawa haulijui. But Esther knew one thing. I have to save my people. They cannot perish while I am here. I'm going to save them. Na alipofika kibali kikamtangulia, na akamwambia sitaki nusu ya ufalme wako, nataka kitu kimoja, nikutengenezee karamu, uje wewe na usiache mtu mmoja. Naomba uone hekima iliona hata kasichana kama Mungu. Anasema usiache adui yangu, njoo mfalme, lakini naomba usiache rafiki yangu mmoja. Naona ukipata kibali vile unafaa kuitisha maadui zako. Mwambie Mungu naomba nianguke na mmoja. Naomba tu. Huyu yuko hapa State House analeta shida mpaka Mordekai amekuwa gateman. Hapana, njoo na yeye tukuoneshe tutafanya. Na siku mfalme akamwambia kama ulivyosema Malkia nitakuja. Esther akapika biriani. Akatengeza uji wa muogo. Unajua wakati wao kwa na chakula nzuri ni miogo, ndoma, washi. Lakini zilikuwa zinapikwa Kiswahili. Mfalme alipofika sasa akamwambia Esther, sasa naomba Esther mara ya mwisho useme unachotaka. Yaani mfalme ashajua huyu kuna kitu anakitaka. Haleluya. Mungu anajua kuna kitu anakitaka, lakini wewe umesuasua tu. Lakini msichana huyu ananifurahisha kwa sababu kwa intention anajua ngoja tu nitakwambia. Unafikiri kitu rahisi? Nitakwambia. Alipofika akamwambia naomba mfalme kuna kitu kimoja. Kuna mtu ambaye anataka mimi mke wako niuliwe. Pamoja na huyu Mordekai huyu aliyenileta na kunilea mimi, anataka niuliwe. Akamwambia haiwezekani. Nani huyo? Sio mwingine. Hata utashangaa sana mfalme. Your Excellency, Your Honor, ama ni huyu Prime Minister wako. Akasema ya. Alikuwa anashikwa. Alikuwa anaongea kwa mfalme ngoja. Wakaficha ile mkuki. Akamwambia ngoja, sikiza story yote mfalme. Your Honor sana. Akamweleza. Akasema sijacheche. Huyu mtu auawe. Esther akamwambia ngoja sijamaliza my husband. Hata ajitengezea Mordekai kimuti kikubwa pale, atundikwe hapo asulubishwe. Akasema yeye karibu. Akasema basi afanye hivyo. Alikuwa anataka kumfanyia Mordekai. Esther yake karidhika. Na Mordekai akachukua nafasi katika ufalme wakiwa na mtoto wake Esther.
king and a prime minister. Lakini kabla Amani akaitwa na mfalme akaulizwa, ni kitu gani ungependa kifanyiwe mtu aliyemheshimu sana mfalme, mtu aliyemwokoa mfalme? Akasema huyo mtu avalishwe pete, avalishwe magwanda, in fact hata azungushwe akiimbiwa nyimbo za kumsifu na kufurahikiwa. Amani alikuwa anajua ni yeye, kumbe sio yeye, ni mtesi wake, ni adui yake. Kaambia hivyo ndio utamfanyia, mzungushe wewe mwenyewe. Yaani Mungu ana njia za kulipiza uadui. Sijui kwa nini mnalipiza. Sijui kwa nini unataka kujipigania. Kwa nini unaona unamweza huyu adui? Wacha kielele, wachie Mungu ana njia za kufurahisha sana za kukupigania. Lakini ile siku utajisikia bado uko na nguvu za kujishindania, utachoka sana. Na huyo mtu utamweza. Adui unayemweza usimwachie Mungu. Kuna watu wanasema adui unayemweza usimwachie Mungu. Anyway, hiyo nitaiacha juu yako. Lakini kupiganiwa na Mungu kwa siku chache. Nadhani nilikwambia yale maisha niliishi ya kutaka kulipiza kisasi. In fact mimi nilizaliwa na roho nyingine ya kulipiza kizazi kutoka utoto wangu. Ndugu zangu wote wana majeraha niliowakata na mapanga, niliowarusha mawe na visu, kwa sababu nilizaliwa na kaunyama fulani. Lakini kafika mahali nikaona hiki kitu ina grow. Na hapana, mahali ninapoenda si pazuri. Nikaomba Mungu, nikamwambia nipe roho ya kusamehe. Haleluya. Na kutoka hapo ndio Mungu akaanza kupigana vita. Kazi yangu ni kukaa na kucheka kazi ukifanya. Pendo, najua unapitia vita. Najua kuna sehemu ambazo zinakutia wasiwasi sana. Najua kuna watu wamekukanyaga hadi koone. Wamekufika mwisho unashangaa utafanya nini. Kuna situation hujui miaka na mikaka utafanya nini. It is time to leave it to God. Ni wakati umwambie Bwana, mimi nimekupatia na kuamini, shika upanga. Wewe pigana vita vyangu, nimetulia. Esther amepiganiwa na Mungu. Ana Godfather. Ana mtu unapo ndani kwa ufalme. Lakini kuna kitu kimembeba kwa sababu yeye ni sika ambayo si ya kunyamaza kabla ya wakati wake. Amefikishwa mpaka akawa sauti ya ulimwengu, sauti ya mataifa, mtu wa kufanya watu wafanyiwa mambo. Amefika mahali ya kumake decision kama anataka nusu ya ufalme ama hataki. Haleluya. Wapendwa, inagharimu neema kubwa ya Mungu. Nimekuja nikueleze wewe uko kwa mission hapa duniani. Wokovu, it is not by accident. You are a mission of God under the sun. Hata kizazi chako sio bahati mbaya. Mimba yako sio bahati mbaya. It is a mission under the sun. It is kingdom mission. It is intentional. It is deliberate purpose of the Lord. Ukifika katika ikulu, usiogope kuteke risk. Usiogope kuteke risk. Simama sasa, ila ufe. Kuna mahali inafikia, unaona hii ndio stage nzuri ya kurisk. Shetani asikudanganya ukariski kabla ya wakati, maana Mungu atakutetea. Lakini ikiwa umetuma na Mungu kwa kusudi fulani, Mungu atakupatia ujasiri na kibali cha kukubalika popote. Huenda ikawa huko kwa 11th hour, kuna mambo unashangaa utapenya vipi. Kiangalia ulikotoka, historia yako sio nzuri. Watu wanavyokujua unajua wazi ni kweli, inajulikana vibaya. Unajua kweli nilikotoka ninang'ang'ana sana.
Wengine wameanza kukata tamaa, wanafikiri kuna laana fulani ya ukoo. Wengine wanafikiri wamerogwa. Wengine wanafikiri maisha yangu ni sawa, wacha nikubali kuishi katika hii hali. I have come to tell you, you are a seed, and your time to germinate it is yet to come. Your time to germinate is yet to come. Wakati wa kuchipuka ukifika, God will make a way. Mungu anatengenezanga chain kutoka hapa mpaka State House. Kuna msemo unasema hujafa hujaumbika. Nimekwambia hujafa haujafeli. Jikukute tena. Jikukute tena katika hayo mavumbi. Simama. Ulivyo simama hivyo, mwambie Bwana, I am here. I know you have preserved me for years. This is the time for me to serve. Hapa hata sijaona mtu amezeeka. Watu wako 80 years plus. Shule ambayo tuko tunasomeshwa na mwalimu ako 84 years na ako very energetic, anarauka kutushinda. Anasomesha for 60 good years. Na wewe hata uko robo ya hiyo. Usikate tamaa. Mbegu aionzi. Mbegu ya nazi na mtende inaweza kukaa kwa miaka mingi, na ukiipanga bado ikaota. Ukiona umekaa katika hiyo hali sana, jua uko kwa preservation. Kazi yako maalum haijafika. Kwa nyumba ya Bwana kuna vyombo tofauti sana. Na popote ulipo, usifikirie uko by accident. Furahia kuwa pale ukijua wakati unakuja. Lakini nikuhamasisha kwa jina la Yesu, itakapofika uko katika mazingira ya mfalme, you will be ready to risk it. Be ready to risk. Purposely knowing what you want, where you are going, who you are, where you were born, where you were created. Hata kama ni kuolewa, olewa kwa sababu maalum, kwa kazi maalum. Hata kama ni kazi unatafuta, tafuta kwa kazi maalum. Biashara unataka kuanzisha, anzisha kwa kazi maalum. Be there for a purpose. Purpose inakufanya umaintain. Simama kwa miguu yako. Hauna haja ya kukata tamaa. Wapo waliofaulu. Wapo waliofaulu na walioshinda, waliomtegemea Yesu. Inawezekana tajiri kupindukia akatoka ndani yako. Inawezekana kampuni kubwa ikatoka kati ya kazi zako. Mikono yako imebarikiwa. Wala wewe umeunganika na Kristo hapa.